given in Jogo House. The education happens in schools. The children are educated in schools. Teachers teach in schools. They don't teach in Jogo House. So the most important thing is niende kwa shule mahali education inafanyika, so that I can report to my president and tell my president the truth. Nimwambie method of distributing textbooks. So I don't want to pass judgment. That will be my own individual view. Wakenya wako hapo nje ambao wanapata huduma za serikali kila siku, wanaenda kwa ofisi ya serikali kila siku. Wao wenyewe wanaweza government where I did not meet Kenyans who are very hardworking and all they need is just trust. As a leader, when you sit down with them and you give them guidance and they advise you, you take their advice, you work together as a team, you build a team, you succeed. So Kenyans out there, they will pass judgment on their own because they receive services from their government. I understand the government is over for my hand. Wakati nilikuwa waziri, in areas where we had to implement very difficult changes, when I arrived, people told me, you can't succeed. I remember in 2015, when I went to Jogo House, a lot of people, even my friends, told me that, and I was told this several times in government. Even in fact, to start with the Minister of ICT, I remember one time a friend of mine telling me that we are going to have the shortest stint in government because driving digital migration is a very controversial matter. The media is not going to agree that you will succeed in digital migration, and because the media is very political, the president is going to be intimidated by the media, and he will look for a fall guy, and he will be the fall guy, he will sack you. So a very close friend of mine told me that, no, sorry, Fred, you're going to have the shortest stint in government. Then I said, if I will lose my job for doing what I think is right, so be it. And I'm going to stay on that post until we get the work done. Look at where we are today in terms of our broadcasting and so on, courtesy of staying on the path of that particular reform. When I went to Jogo, everyone told me cartels in the education sector, whether they're in textbooks, stealing exams, and so on and so forth. In fact, I was always an industry of between 2.5 and 3 billion. And they told me you have no chance of succeeding. These people will run circles around you. Many of them are very well connected in government, and before you say Jack Robinson, they'll be done with you. I told them I'm going to try. We met so many wonderful people who worked with them, and so on and so forth. The story is out there. I believe this at all. What this country needs is trust in leadership. And honesty in the delivery of public services. And Kenyans are ready to build a team and work with people who can deliver services. I am all about delivery, ensuring that we wake up in the morning and give services to the people. I am all about better and honest management of our country. And because I know that is what Kenyans are looking for, I am not saying some of these things. I can tell you today, if I had the opportunity, there are about 3 or 4, 5, 6 things I can tell you, and when the right time comes and we begin those debates, I'll be able to even demonstrate further to the people of Kenya that some of the things we think are very serious problems can be solved. Because I said how our problems have nothing to do with even budgets and resources. They have a lot to do with the management decisions and options that we have taken. And because of that, I believe, deep in my heart, I believe that you bring Kenyans together and build trust with them. There's nothing you can't achieve. I was in, and if you give me a minute or so on this matter, as a minister, I worked with nearly about 13 PSS. When you sample these people, I mean, all of them brilliant people. They are class A material. Some of them are who are working in international consulting firms and so on. You know why Kenya is an amazing country? We are probably the only country in this region that has got the best possible human resource capacity to do anything as it were. The challenge we face is the politicization of public service, disorganization on the part of those who are supposed to organize delivery of service, and sometimes infiltration of politics in these areas. That's why I believe that if people are hearing, and I believe Kenyans have come to that point where they are tired of this drama and mzunguko ya
siasa nasema kila siku ya kubeba mabibilia kwenda huko kuimba kudanganya watu. I think time is here for people to get some work done, and really people are looking for some work to be done. Honestly, I'm the guy to get things fixed, and I'm the guy of doing the work. Let's go to doing now and fixing things. Wakosoaji wako wanakuona kama kiongozi ambaye hajawahi wania nafasi yote ya kisiasa, japo umefafanua vizuri kwamba ulifanikiwa katika uteuzi wa nyadhifa mbili za waziri katika serikali ya Rais mstaafu Kenyatta. Utaongelea hapo nini hawa ambao wanaona wewe si mwanasiasa? First of all, I have got very good news for them. The world is moving away from the political fabrics and political drama. If you look across the world, even strong the democracies are electing technocrats. They're looking for people who can get some work done. They're not looking for establishment politicians, dyed-in-the-wool survival artists and the political drama across the board. Because everyone has come to this realization that what matters in the long run is not the stories we tell on political platforms, it's the actual work that is done, because what affects your life is the amount of money that you go home with and how you develop your life. And that is not going to be brought to you hiyo haitaletwa kwako na watu wa hadithi kila siku. Msumbuko huo wa kutoa hadithi kila wakati na kuimbia watu. So mimi nafikiri nchi yetu inatafuta uongozi na nchi yetu inatafuta utekelezaji wa kazi na huduma kwa wananchi, na hiyo huduma inaweza kutolewa bila hiyo drama ya siasa. Lakini nikuulize hivi, iko shule gani wanasiasa wanafundishwa wanaanza form 1 hivi tuende kwanza huko form 1 tuje mpaka university alafu tuingie? Iko shule gani? Unajua kila mtu akitokelezea anasema anataka kupewa nafasi ya kujenga nchi yake, anasema mimi nataka kupewa nafasi, watu waangalie rekodi yangu wakati nilikuwa katika utumishi wa umma, angalie yale nayo yasema, na tutatoa sera zetu na tutajipanga na wale wengine katika vyema tutakavyo wania navyo, alafu basi wananchi wataamua wao wenyewe. Lakini mimi naamini kwamba kama lazima sasa wakati huu, mimi nafikiri wananchi wataamua wanataka hadithi na nyimbo hizo ama wanataka kazi. Mheshimiwa, inasemekana siasa ni chafu, uwanja mchafu, na wanataka kujiingiza katika uwanja. Sijui kama ni siasa ambao ni chafu ama ni watu wachafu ambao wako. Sababu unajua lazima watu tumekuwa na hii mtindo ikazuma ya kuongea tu mambo hii kwa namna hii. I mean, the world is full of people who have been in politics na they are very decent people. Wamefanya kazi zao, wameenda. Kwa hivyo mimi sijui kama ni siasa chafu ama ni watu ambao wako wachafu. Nasema mchezo wenyewe ndio chafu. Jamaa inapelekea unaweza nafasi enda ucheze mchezo wako pale, ndio wewe unajua kucheza mchezo wako. Uende kama utaki chafu, utakuwa na chafu. There is nobody, let me tell you my brothers, hakuna mtu ambaye anaweza kukuambia dunia hii eti usiingie pale. Sababu wakati mwingine mimi nafikiria hiyo kasumba inatumika kutoa hofu na kuogopesha watu wengine ambao wangekuwa na usawishi ama uwezo wa kusaidia nchi zao. Ili sasa watu wanaogopa, wanatoroka, wanasema hatuwezi kuingia hapo, hiyo ni mambo machafu. Because you see, vile naambianga watu kila wakati, even now as in public service, unajua kama hata ukitaka kulituzi kutoka Januari mpaka Disemba, kama hiyo ndio kitu unaona ni maana kwako, asante sana. Rais Kibaki alikuwa hapa, amefanya kazi nzuri sana, very respected economist and so on. Mmemwona Rais Kibaki hata siku moja akitusi watu kwa jukwaa la kisiasa, alifanya kazi yake akaondoka. Mmemwona Rais Uhuru Kenyatta akitumikia Kenya, mmemwona Rais Kenyatta akitusi watu kwa jukwaa hata siku moja. You can do your work and go away. What we are seeking to do, ile tunatafuta ni nafasi ya kutumikia nchi yetu, sio sarakasi na mchezo wa kukanana huko. Sina haja na hiyo. Umekuwa ukifanya kazi wako, sijui kama unajiuzuru kila siku
nimejuzuru kirasmi, niko natoa barua ya kujuzuru na kutoka huko. Singefanya interview hii kama nilikuwa sijazuzuru kutoka kwa shirika hilo, kwa sababu kuna traditions na requirements za kufanya kazi huko ambazo haziwezi kukuruhusu kuingia ama kuhusika katika mtandao wa kisiasa ukiwa katika wakati huu. Nimezungumza na wakubwa wangu na nimetoa notice ya na wao wanaelewa pia kwamba nataka kushiriki katika ujenzi na maendeleo ya taifa langu, na hakuna dhambi kufanya hivyo, haujafunja sheria ukifanya hivyo. Na changamoto tatu zinazowakumba Wakenya ni deni la taifa, ufisadi na uhaba wa ajira. Kuna malengo gani ambayo yanapimika ya kutatua masuala haya kutoka kwa rais wa kuchaguliwa? Najua ni maneno mazito na yanahitaji kuzungumziwa kwa muda. Haya yote matatu, nianze na mambo ya ajira kwanza. Kwa hivyo nitazungumzia kifupi, lakini wakati wa kutoa sera wenyewe, mimi haya ni maneno tumejadiliana na wengine kwa muda mrefu sana, na mimi niko na mpango na nitapendekeza njia vile najua there's no government anywhere on earth that creates employment in and of itself. Government creates employment through public policy and enhancing investment. Investment comes into a country, and growth comes as a result of a set of policies. In a country where investors are leaving because of either the way they have been treated or the conditions of investment in the country, that's why we have a problem of unemployment here. I have met people myself, recently, investors, and obviously, you imagine the kind of experience and exposure I have with a lot of people of that kind who invest in this country, who are frustrated by so many things. The greatest frustration for them is our inconsistencies, erratic decision making, but most importantly, rent seeking and corruption, as it were. So if these people are living in the country, there's no way you can create employment. If we take a decision as a government, and this is what I hope we will do, of doing everything we can to enhance investment in our country, both of the private sector and support, that's how we want to create employment. But we go out deliberately. There are companies that I can give you, so many instances. There's been a very unfortunate incident that happened here of an American company that was coming here to invest. They are in the fast food industry and so on. When they narrated to you the experiences they went through to be approved, and they even never got approved because when they're doing conditionalities, you must give so and so an exclusive tender to supply chicken to your business and so on and so forth. Many companies can't do those things. They leave. So if those conditions are removed and they will be moved by honest and straightforward management, effective attention to investment, then you create employment. That's how you create employment. Look at the package of incentives to help people feel comfortable to invest in our country. That's how you create employment. And many other things that we will do. When it comes to the question of debt, as you said, again, the challenge we have is related to the trust and capacity of government. You can't have the level of wastage that we have right now in the country and the level of dishonesty in managing our affairs such as we have, and then hope that you'll be able to even discuss very basic things like restructuring your debt, very basic things like reorganizing your debt portfolio and so on. Have the wastage that we have in the country, which forces us sometimes to borrow even domestically and so on, and worsen our problem of debt, can be addressed by better management. Surely, why must we spend, for example, so much budget resources in renovating buildings and offices and so on? We live like a developed country when we are not.
It's a question of making the right decisions that we need to make and putting our money where our mouth is. Better management and effective management of the country, avoidance of wastage, will help us deal with our debt problem and therefore as a result improve the performance of our economy. Tumezungumzia kuhusu kutumia fedha nyingi tu kufanya ukarabati katika ofisi mbalimbali za serikali, na bila shaka kuna ukarabati unafanyika katika ikulu ya rais pamoja na ujenzi wa kanisa ambao umezua mjadala. Kauli zako ni zipi? Kwa sababu hiyo ndio yale maneno ambayo mimi nasema sitaki kujihusisha na sarakasi. Acha sasa hii nchi ambayo iko vile tulivyo sasa, stage yetu ya maendeleo. Na kuuliza wewe ni Mkenya wa kawaida, wewe ni mtu umesoma, ni an intelligent person. Surely 62 years after independence, hizo ndizo vitu tunahitaji kuwa tukizungumzia. Hizo tunajenga sijui nini huko, tunajenga nini huko, mambo mengine ni hata wewe mwenyewe mimi sitaki kujiuliza wakubwa hata wa kanisa wamezungumzia hayo maneno. It's obvious really. I mean, you know what my position is. That is how we have wasted our time. We need sarakazi too. We're just wasting people's time doing irrelevant things that have nothing to do with the development of our country. You know, anyway, so. Mtazamaji, unatazama mahojiano maalum kabisa hapa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani wakati wa utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Daktari Fred Okengo Matiang'i yuko hapa kutuelezea kuhusu azma yake ya rais pamoja na kuchambua masuala muhimu ambayo yanalikumba taifa kwa sasa. Tunachukua mapumziko mafupi. Kumbuka matangazo haya kwa mbashara katika radio 5 za Media Max: Kameme FM, Milele FM, Mayan FM, Meru FM, Pilipili FM na Emo FM pamoja na runinga 2 za Media Max. Nazungumzia kuhusu K24 TV na Kameme TV. Vile vile Media Max inamiliki gazeti la People Daily. Tunaelekea madukani, tutarejea na mazungumzo zaidi.